nyumba mbili, wakafika hata hawakupata tena nafasi mbele ya mlango, akahubiri neno kwao. Wakaneta kwake mmoja mwenye kupoza aliyebebwa na watu 4. Amen. Amen. Tukae. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunataka kwanza somo yetu ya leo, na kwa mafundisho inasema kwamba Yesu alitoka akaenda Kapernaum. Wakati alifika, baada ya siku chache, njoo watu bakajua kwamba Yesu ashafika wapi? Ashafika mwa ile mugini. Amen. Amen. Pole yetu inasema pesate teye. Papa John utusaidie mkiswahili. Matendo yako yanalipa. Amen, amen. Sasa wakati Yesu yeye alitoka akafika Kapernaum, alifika, aliingia ndani ya mlango ama ndani ya nyumba. Ile nyumba yenye alifikia akekaa. Kumbe kuna watu wenyewe wako na tafuta au watu wenyewe walikuwa na chunga, lakini kwa kusema ajue kama huyu ndio anailetea uponyaji inakuwa nguvu sana. Sasa baada ya siku chache yeye eko pale. Sasa eko pale na watu wakajua mtumishi wa Mungu alifika huko. Huyu mtumishi vile alifika, ilifanya tufanye tuende tukamuone. Amen, amen. Sasa hao watu wakafika pale pa mlango. Beko nasikia neno Yesu yenyewe eko na batolea. Yesu eko naongea. Kwa kufanya hivi ufanye hivi. Kwa kupenda hivi ufanye hivi. Lakini neno yangu kabambi ni kusema matendo yako italipwa. Pesate pay. Sasa yenyewe hao watu wakanyamaza nyumbani kwao. Beko asema ndugu yetu Dekwe alipozaka, tutafanya je kwa kusema apate uponyaji. Leo wewe mtumishi wa Mungu, Dekwe ulipoza, sasa uponyaji utaupata je? Na uponyaji wako utatoka wapi? Lakini walikuwa watu wako pale. Kwa ufahamu wangu ikanyonyesha sema walikuwa watu nini. Mbali watu nini ni watu gani wenye walichakula ama kumbeba ule mtu aliyepoza. Nikafikiri nasema ile fasi hakutakosa mtu wa kanisa. Ile fasi yenyewe walikuwa hakutakosa ndugu wa ule mwanaume aliyepoza. Ile fasi ya ile fasi yenyewe walikuwa hakutakosa bibi wa ule mtu. Na ile fasi kutakuwa msaidizi wa mawazo. Sema amena. Amen. Ndio ide mawazo ikebafikia asema kule batu tendo kule. Kwa kanisa ya Selpa kuna kwa mtumishi. Revera eko pale eko naomba. Revera alipanga asema kuko maombi ya siku ngapi? 3. Ilifale mumpeleke huyu mtu kule kama atafanje kama atapona. Lakini sasa yenyewe banatoka nyumbani banafika ile fasi. Asema mbele ya mlango hakukuwa nafasi ya kusema mtu anaweza fanya nini? Mtu anaweza pita. Mlango ulikuwa kufungwa na watu mamilioni. Bakaangalia tufanye nini? Tutafanya nini kwa sababu tuingie na huyu mgonjwa mwenye kupoza hapa? Kumbe tudevie. Bakadevie, bakapanda yule ya nyumba na kubomola manjanja. Le toit. Sasa yenyewe banabomola, bakashusha ule mtu aliyepoza mbele ya Yesu. Lakini cha kwanza Yesu aliona, hakuona kwanza tunasema ni mgonjwa. Yake kenye alisabia kwanza kuona imani ya wale watu wenyewe balileta ule mgonjwa. Kwa kusema banakosa nguvu ya kuingilia kwa mlango, ilifanya batafute namna gani ya kusema bamushushie bamoya hata nyumba ya mtu, lakini ule mtu afanye nini? Apate uponyaji. Sema amena. Leo wewe uko unatafuta uponyaji wako wapi? Matendo ilifanya wale banduku baine. Bale banduku baine walionyesha kitu cha kwanza, ushirikiano. Amen. Kwa kusema ile matendo yenye, ilifanya bale batu ine, balionyesha kwanza ushirika.
Sasa yeye alishirikiana, asema tubebe huyu mtu twende kule, kwa kusema apate nini? Apate uponyaji. Sasa kitu ya pili ilionekana ni imani ya pamoja. Imani yao ilichangizwa, ikaonekana kitu hiki kimoja. Bwana, tukifanya hivi, tukipeleka huyu mtu kule atapata uponyaji. Ile matendo yako italipa tu. Kitu kingine walionyesha pale, upendo kwa mwenye nini? Mwenye ugonjwa. Walionyesha upendo kwa ule mgonjwa, kwa sababu mgonjwa apate nini? Apate uponyaji. Sasa leo hii tunasema kuko wakati mtu atafikia mahitaji, atafikia mkipindi hataweza kujibeba, hawezi kujinyangula, anaomba msaada. Sasa kile inaonyesha mtu wa second self ilifanya uangaliwe ya kusaidia mtu mwenye hajiwezi. Ule mtu mwenye hajiwezi sasa utamsaidia, matendo yako itasabiliwa mbele ya Mungu. Sema amena. Bali watu bali sabiliwa kweli na Yesu. Yesu peke akasema ndani ya kinywa chake, asema imani yenu inamponya huyu mtu. Kwa wewe vile uliamini kama ule mtu atamponya, kwa wewe vile uliletesha, ulipelekea mtu mwenzako kwa njia ya kusema apate uponyaji au amjue Mungu, na wewe matendo yako leo itafanya nini? Italipa. Kama wewe uko msingi nyingine, uko manamna yako yenyewe unatafuta Mungu wako, ujue uko natumikia Mungu kazi bure. Fanya matendo mema kwa kusema Mungu wetu afanye nini? Akubariki au akuweke pa nafasi yenye aliweka hawa watumishi wa Mungu. Hawa watu wenye walijikuta walijiona sema tumsaidie, tushirikiane, tuwe na nia moja, kwa sababu tufanye tusove ndugu wetu huyu ndugu apone. Lakini kuna watu sasa yenyewe utampeleka ule mtu, kuna watu watakuwa pale pembeni utafuta uzima wa ule mtu, atasema huyu bwana asema nasamee dhambi yako. Anastahili kusema nasamee dhambi yako, ni Mungu mmoja aliye mbinguni. Lakini huyu leo anasema nasamee dhambi ya huyu mtu aliyepoza. Sema amena. Kumbe hakujua ama habakujua kama ile maneno beko na waza ndani yabo, mwenye beko na waza eko na ijuu. Vile benye uko na wazia ule mwingine eko napenda kuinuka. Lakini ujue Mungu wako eko najua ile maneno yenye uko na mwazia mabaya. Hapa kuna malipo mbili. Kuna matendo mema na matendo mabaya. Kila kitu kina malipo yake. Kitu kenye tuko naomba leo ni kusema tenda vitu vizuri ama fanisia benzako vitu vizuri. Kwa sababu wewe unaweza fanya mkusaidia mwenye hapana jiwezi. Mungu hata kuangalia paka saa utaomba. Ataangalia ile matendo yenye ulitenda, ndio kitu kile kinataka kufanya nini? Kinataka kuponyesha. Ushoni asema bote banaendaka mhospitali, mtu anagonjwa, anapelekwa mule. Sasa yeko na gonjwa asema Mungu anaangaliaka tu ile maombi pastor anataka kuyamombe pale. Cha kwanza na Mungu nako anaangaliaka, hata mchungaji amombe atamuonesha hivi. Hebu anakumbuka matendo yake yenyewe alikuwa anatendea ndani ya kanisa. Sema amena. Amen. Sasa wewe kwa matendo yenyewe ulikuwa unatenda haiko sawa sawa. Nini itakuwa sawa mfano wa kusema Mungu akuangalilie pale kwa kusema akubariki au kwa kusema akusaidie kwa shida yenyewe huko mwayo? Ilifale utende matendo mema. Njoo matendo mema, Mungu atangalia nyuma, anaangalia huyu bwana kweli ifasi alisaidiaka fulani. Huyu bwana ifasi alifanyaka hii kitu. Kile kitu kitafanya Mungu arepurire kwako mbio na akuoneshe kwamba kuanzia leo chukua kitanda chako utoke ufanye nini? Uende. Sasa yeye atasema chukua kitanda chako uende, na uponyaji unatoka pale pale. Vile vile Yesu yeye alimuonesha ule mwenye kupoza kwa imani yenyewe ulionesha, asema mimi nitakuponya, chukua kitanda chako ufanye nini? Uende. Ujue Mungu yuko na kutafuta. Muda ingaliki kweli, lakini usichunge ile muda yenyewe biko na kuonesha asema muda hivi. Muda ndio ya mwisho ipo kwa mwana. Angalia sasa matendo yenyewe uko natenda itakupelekesha wapi? Ile kenyewe uko nafanya sema ni kizuri, lakini penye uko unajikontrole wewe peke. Sawa. Mungu wetu yeye peke ndio atajua. Utusomee kitabu kingine. Wakorintho wa pili 5:10.
Tungali kwa matendo ya kwanza. Matendo yako yatalipwa. 2 Corinthiens 5:10. 10 tu. Wakorintho wa pili Ndio. 5 na mstari wa 10. Ninasoma kwa jina la Yesu. Amen. Kwa sababu imetupasa sisi sote kuonekana mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, hata kila mtu apokee maneno aliyotenda kwa mwili, kwa kadiri alivyotenda, kama ni mazuri au ni mabaya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen, amen. Asema imetupasa ama itakafikia wakati sie bote tutazunguka kwa kiti cha enzi, kwa sababu Mungu angalie kila mtu kwa matendo yenye alikuwa nafanya wakati angali na mwili. Ile matendo yenye ulikuwa nafanya kama ni mazuri au kama ni mabaya, kwa sababu bakuhukumu kwa ile njia yenyewe utaenda. Bakuchagulie njia yako itatokea pale, kwa sababu ile matendo itatokea. Ikitokea kama ulikuwa unacheza, ulikuwa unafanya matendo mabaya, utaenda njia ya mabaya. Kama ikatokea kwamba wewe ulikuwa unatenda matendo mazuri, utaenda kwa njia ya mazuri. Tuseme utaokolewa kupitia ile matendo yako. Kama matendo yako ni mbaya, ujue mtumishi wa Mungu, kazi yenyewe tuko nafanya hii, tutadisabia tuko nafanya kazi ndani yako yenyewe uko nafanya misi. Lakini Mungu yako anajua kile kenye uko na wazi. Sasa yenyewe bado na kutangazia injili. Yesu penye alikuwa anatangazia injili pale pa mlango. Lakini wote walikuwa nasikia. Sasa kuko watu walikuwa na ingine matute ndani. Na sasa anafanya muujiza, hawakuona kwanza ile muujiza. Bakaanza tena kurefleshire ndani, asema huyu mtu anamerite kufanya hivi. Kumbe kila kitu Mungu anamerite kukifanya maisha yako. Kila kitu Mungu anamerite kukifanya. Kama unafanya mapenzi yake, kama unafanya kile kitu cha kumfurahisha, sema amen. Amen. Kujiwekea hazina mbele ya Mungu. Ile matendo yako iko sawa, Mungu iko najiwekea hazina mbele ya Mungu. Jinsi inasema kitabu chetu cha Mathayo 6:20, inasema kwamba kama wewe peke ile matendo yenyewe uko nafanya iko kama vile unajiwekea hazina mbele ya Mungu. Sasa yenyewe utafikia wakati fulani, utakafikia kule, sasa utajilia, unalia, Mungu atangalie, huyu mtumishi wangu huyu, huo kitu kenyewe kenye alimtendea mbele, ama kenye alisaidiaka mtu fulani, kenye alifanyaka mtu ainuke, mtu alikuwa chini anainuka, ni kwa ajili ya huyu mtu. Kumbe leo nilifanya nisikie kilio yake. Ushona sema uponyaji wote wenyewe uko nakuya bure. Ilifanya Mungu aangalie kwanza wenyewe uko nafanya kuna mfurahisha. Na ya pale kuko action itakuya haraka. Sasa wewe wenyewe unafanya ibaya. Kwa kusema usaidie, tutaomba sana. Sema kwanza amena. Mimi sina mrefu sana. Kama ukinisikia haraka, ujue tutaisha haraka. Ufunuo, kitabu chetu cha Ufunuo 22:12. Ufunuo 22 ndio na mstari wake wa 12. Tazama ninakuja upesi, na mshahara wangu ni pamoja nami, kulipa kila mtu kama ilivyo kazi yake. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Asema tazama nakuya upesi. Ule anakuya pale ni Mungu. Mungu anakuya upesi katika maisha yako, kwa sababu angalia matendo yako benye ulifanya, akulipe namna ile inastahili kile kenye ulifanya. Huyu Mungu anasema mteze kwamba mimi ndiye Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Sasa yenyewe anakuya upesi, atakulipa sawasawa na matendo yenyewe ulifanya nini ulifanya. Sasa kama matendo yako yenyewe ilienda mbaya, kama vile bilifanya huyu bwana Anania na mke wake, sasa yenyewe banaidi kitu kifulani, asema hii kitu tutatoa mbele ya Mungu. Kweli ikasikilika. Wakati wa kuleta ile kitu,
bikashindikana kuleta ilivyo, lakini akaibia Mungu. Sasa ile matendo yeye alimanifeste pale, bali mhukumu kwa matendo mabaya yake. Lakini wakaita mke tena, wakamuuliza na yeye akashindikiza kule kubaya. Kumbe Mungu eko na kuwa upesi kwa sababu ya matendo yako hukumu. Hukumu kile kibaya kenye uko unafanya. Hukumu kile kenye uko unasema ni kizuri. Kumbe sasa ulijificha, Mungu alikufunua. Mungu eko na kufunua, wewe unajificha. Iko saa mtu anaenda mkalanga eko na rampi. Kumbe nitafichama ni hivi vitanga vya mikono. Kumbe hii mkongo yote iko nje. Sema kwanza amena. Zambi itetupeleka kubaya, ama matendo mabaya itetupeleka kubaya. Malipo iko pale kwa matendo yetu tuko nafanya. Malipo iko vile venye uko nafanya na ndio uko na malipo. Juu malipo ya mabaya ni kifo. Ile malipo ya mabaya ya matendo mabaya ni kifo. Inakutenga tena na Mungu wako. Inakutenga na Mungu kwa sababu chote kenye utalia kuomba mbele ya Mungu hakitafanikiwa. Juu matendo yako ilishakustaki. Matendo yako iko na kupeleka vibaya. Matendo yako ndio itakwamua mbele ya Mungu. Kama wewe unafanya vibaya, kama wewe unafanya vizuri, lakini Mungu yako anatutafuta kwa sababu tufanye nini? Tutende vitu vizuri kwa kusema tulete ufalme wa milele. Sema amena. Hapa kwa maneno ya leo tuliona kwamba utengeneze maisha yako kwa ajili Mungu wetu akusaidie. Kwa ajili Mungu wetu angalie wapi penye ulikwalia, wapi penye unasimamia, wapi penye unapotelea, umrudilie Mungu kwa kusema wewe ukitenda kitu kizuri inaweza kufanya kuinua mtu mwingine. Kama ukitendea huyu vizuri itamfanya ainuke, kwa sababu siku nyingine yule atakakumbukaka sema msaada wangu ulitokea kwa mtu fulani. Sasa kama wewe hautendei wale wengine wenyewe wejiwezi, sasa Mungu atakuangalia je? Kuna mtu mmoja alisema baba mimi naisha vyote na eneza, lakini Mungu Yesu akamwonyesha Bwana hauyaeneza. Angalia wajane na wenyewe wejiwezi, utoshi ile pesa yako kibabashi. Kumbe wako wanasema leo hii ni yeye niko nejeneza ama nishaisha vyote. Kumbe kungali kimoya kingali na kukosea. Angalia mbele yako nini yenyewe iko na kukosea, na njoo tuliandaa kwa siku ya leo ikusaidie na nisaidie katika jina la Yesu.